Ladies and gentlemen, wapendwa watazamaji mahali popote mlipo, kuna taarifa ambazo mtazamaji wangu sasa hivi President William Samoei Ruto ameendelea kujipata katika hali mbaya zaidi na kuendelea kujipata katika hali ngumu kujieleza alipofanyiwa one of the most interviews na kituo cha CNN ambacho mtazamaji wangu sasa hivi kimeonekana kumuuliza maswali mengi sana kuhusiana being ranked as the most worst and the president who is not recognized, who is not loved and who is rejected by Kenyans in Africa. Jambo ambalo limeweza kumfanya Rais Ruto kujibu maswala haya. Hebu niseme hivi, Rais William Ruto baada ya mataifa mengi duniani kuona ya kwamba amekataliwa, maandamano kuendelea kushuhudiwa katika taifa hili la 254, sasa hivi runinga ya CNN imeamua kumuuliza maswali hayo magumu zaidi, yani tough questions, ambazo rais aliweza kujipata katika hali tatanishi kujieleza. Hebu tusikize ripoti hiyo kabla hatujaendelea na mazungumzo yetu ya siku ya leo. It must have been quite painful when you're described as the worst president. You saw that. There is all manner of stories all over as to. How did you take that? I also saw one saying that Nairobi is the capital of Africa. You know, so there is all manner of things in the social media. But you see, as a leader, you must keep the focus. How hard is that? It's quite difficult because there is so much noise sometimes, there is so much action sometimes, and it is easy to be dissuaded or it is easy to be misled. But for the last 3 years, I have kept my focus, and believe you me, it's turning around. People are beginning to say, let's listen. Maybe William Ruto has something to say. In fact, because the reality is changing. The numbers are speaking for themselves. The transformation is real. Do you regret getting involved and offering to lead the multinational force in Haiti? Bearing in mind, I mean, when you're complaining about old cars, second-hand cars, and that really, that comment, I'm not sure whether you realized it was going to sort of take off as it did, but you regret leading that? I will never regret, because in the first place, Kenya came into Haiti out of solidarity, because that is the essence of the United Nations. It's the other side of the world. That is the belief we have as a nation, that we have been across the world many times. This is not the first time we are going across the world for peace efforts. We've done this in Kosovo. We've done it in many other places. So that is the DNA of Kenya. Niseme hivi, iwapo umeweza kusikiza vyema matamshi na yale maswali ambayo mwanahabari huyo wa CNN ameweza kumuuliza moja kwa moja Rais Ruto, Rais ameonekana kujitetea katika interview hiyo, na zaidi ya yote kuonekana kujibu maswali hayo in a very contrary way. Hivyo umeweza kuyasikiza. Mwanahabari huyo wa CNN amemuuliza ya kwamba how do you feel, anajisikia vipi wakati Wakenya wengi katika taifa la Kenya wanasema he is the worst president, but rais anaonekana kujikakamua na kuonekana kujitia moyo na kujaribu kujibu maswali kama hayo, huku akisema kwamba taifa la Kenya is one of the most democratic country in Africa or in the world, whereby Kenyans or people can express their grievances, demonstrate the way they want and do anything that they want, so long as they express their feelings. Hebu niseme hivi, wakati mataifa ya Afrika na duniani mzima yanamrank Ruto as the most worst president in the Republic of Kenya, they know what they are doing. Remember, katika maandamano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa katika taifa hili la Kenya, we have seen so many extrajudicial killings, so many people killed by the reinforcement used by the police, na zaidi ya yote hata familia zingine zimeweza kupoteza wapendwa wao, biashara kuharibiwa na mambo mengi kutendeka. Je, ni kipi kinaendelea? Mtazamaji wangu, hujambo na karibu ni kufahamisha ni kuarifu yale ambayo yanazidi kuendelea na kile ambacho serikali ya Rais Ruto inaendelea kupitia katika kipindi hichi kigumu, ambapo amekuwa ni rais wa kwanza katika historia
kuwa rais wa kwanza kuweza kushuhudia maandamano mengi zaidi katika historia, kuwa rais wa kwanza kihistoria kukataliwa na kutopendwa licha ya kutangazwa na Wakenya kusema ya kwamba ni mkora kwa kila kitu anachokifanya. Na kuomba uchukue sekunde zako mbili ukaweze kulike video hii, and that is the only support that you can grant this platform. Na cha pili, uniambie unanifuatilia na watch this video from which place. Kama unanifuatilia kutoka taifa hili la Kenya, hebu niambie unanifuatilia kutoka sehemu ipi. Na iwapo unanifuatilia kutoka mataifa ya nje, eneo la diaspora USA na mataifa mengine, uniambie unanifuatilia kutoka upande upi. Na cha tatu ambacho ni cha mwisho, mtazamaji wangu, na kuomba uchukue sekunde zako mbili vile vile ukaweze kusubscribe kwa channel hii. Kwenye alama nyekundu ya subscription imewekwa kwenye video hii, na kikubwa zaidi ukaweza kuweka notification bell, ndipo sasa tunapokuletea taarifa kama hizi siku zote, mtazamaji wangu, zenye uaminifu na utendeti zaidi, unakuwa wa kwanza kuzipata na kuzipokea. Hujambo na karibu. Mtazamaji wangu, rais wa taifa hili la Kenya ameonekana kuwa rais wa kwanza katika historia ya Kenya kuonekana kukataliwa zaidi, na vile vile kwenye interview ambayo ameweza kufanywa na kituo cha CNN. Kumbuka ni masaa machache baada ya kutamatisha the UN meeting ambayo iliweza kufanyika nchini Marekani, New York City. Masuala haya yameonekana kumtia wasiwasi rais wa taifa hili la Kenya, na ameonekana kukwepa mambo haya. But the truth of the matter, the fact remains, Ruto is the president in history who has been rejected, ambaye ameshuhudia maandamano mengi sana katika taifa hili la Kenya simply because he is a dictator. Cha pili, he is a total liar. Ruto is a total liar. Siku zote wakati alipokuwa katika kampeni ya mwaka wa 2022 alisema kwamba atatumia bottom up economic kusaidia mama mboga, kuinua vijana ambao wana kazi na mambo mengine mengi. But until today hajaweza kutekeleza swala ama hata kitu kimoja katika zile sera ambazo aliweza kuahidi wa Kenya. That is why Kenyans have been now demonstrating everywhere, pushing Ruto to resign. And that is why vijana wa Gen Z waliamua kutumia mitandao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Ruto is going to be sent home. And Ruto has found it tough to solve this issue. Kila mahali anapozunguka, kila kitu anachokifanya anasema ya kwamba tumetenga, tumefanya, tutafanya na tumeweza. But in the real sense, there is nothing that has been refilled since he was elected as the president of the Republic of Kenya. That is why sasa hivi Wakenya wengi hawamtaki. Maisha katika taifa la Kenya ni magumu zaidi. People have rejected this man because he is smart upstairs when it comes to lying. He is smart upstairs when it comes to giving evidences that are full of false information, but that looks to be like true, like a true information. And that is why Kenyans have opened their eyes and they don't want to listen to this man. Ndio maana umeweza kuona katika kituo cha CNN wameweza kumfanyia interview na kumuuliza maswala haya, lakini ameonekana kukwepa swala hili na kusema kwamba Kenya is among the countries, is one of the most countries in Africa or in the world that people can demonstrate everywhere. People can do anything that they want. People can express anything that they feel without any intimidation. Ameonekana kutoa agenda nyingi sana ya kwamba serikali imefanya mambo mengi sana tangu iingie katika uongozi. But we as the real Kenyans who are in this republic, who are living in Kenya, we know the current situation. We know what we are undergoing through under this Ruto's regime. And therefore, Ruto should not lie to the world media that everything in Kenya is right. If indeed mambo ni mazuri, if things are okay, if things are right, then why do millions of Kenyans demonstrate? Why do millions of Kenyans complain about the hard living? Why do millions of Kenyans complain about the hard situation, the abductions, the protests, and each and every kind of situation in Kenya is unable to sustain
It is unsustainable for common mwananchi. Ladies and gentlemen, Ruto is a liar. But kikubwa zaidi, let's wait and see what will happen after 2027, because watu wengi wamekuwa abducted after Ruto and Raila joined and formed a broad-based government. We have seen the situation in Kenya abnormally. We have no opposition to correct the government and rectify what the government does against. But instead, they are eating and consuming what common mwananchi should be favored for. Hebu niseme hivi, Kenya needs a change. And a change should be made successful by re-electing able leaders, correct leaders that can always obtain and ensure that they are doing regarding to the grievances of the common mwananchi who voted for them. Those are the most breaking trending news highlights. I will be back with more news and updates in detail. Thank you for watching our videos, and let's meet in our next episode.